anasema Umar, pokezi wa hadithi anasema kwamba Umar radhiyallahu anhu jaa ila al-hajar al-aswad. Umar alikuja kwenye al-hajar al-aswad, na kumepokewa katika hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-hajar al-aswad min al-janna. Hajar al-aswad latoka asli yake latoka peponi. Kana ashadda bayadan min al-laban, lilikuwa leupe sana hata kushinda maziwa. Lakini ilikuwaje mpaka likawa leusi? Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakinahu sawadathu dhunubu bani adam, liliogeuza rangi nyeupe mpaka likawa leusi ni madhambi ya wanadamu, kuonyesha kwamba madhambi wanayoyafanya wanadamu yana athari hata kwa jiwe ambalo halina uhai. Kaif, madhambi yanaathiri vipi katika moyo wa mtu yule anayefanya maasi? Bila shaka madhambi yana athari kwa yule anayefanya maasi katika moyo wake, kama hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam tushawahi kuitaja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba hizi nyoyo zetu asli yake zikiwa safi nyeupe baydha, lakini kila muislamu au kila mwanadamu akifanya madhambi ule moyo wake unaingia kitono cheusi mpaka ule moyo unakuwa mweusi kabisa kama makaa, kwa sababu ya maasi anayoyafanya. Kwa hivyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuja kwenye hili al-hajar al-aswad, faqabbalahu, akalibusu hakadha, faqabbala, akalibusu. Na hii ndiyo sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa yule anayetekeleza ibada ya tawaf, ni sawa ikiwa ni tawafu ya haji au ni ya umra, ni lazima kitu cha kwanza akiingia Masjid al-Haram, awal ma yabda bihi an yatufa bil bait, anafanya tawaf, na tawafu yake inaanza hajarul aswad. Na unapoanza ni sunna kuisalimia, kuishika kwa mkono na kuibusu ikiwa nafasi iko. Hakuna kupigana zahma wala kutiana visongo wala kupiana viwi kwa sababu ya kukimbilia kutekeleza ibada ya kulibusu. Kwa hivyo ikiwa iko nafasi kwa yule anayetekeleza ibada ya tawaf, basi ni sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, akiweza kulifikia lile jiwe alishike kwa mkono, alisalimia, na ikimkinika alibusu. Kwa hivyo Umar radhiyallahu anhu kuitekeleza hii sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, alipoingia al-Masjid al-Haram akaenda kwenye al-Hajar al-Aswad akalibusu. Thumma qala, kisha akasema, inni la a'lamu annaka hajar. Anazungumza na lile jiwe halizungumzi. Ilikuwaje Umar akakhatibu lile jiwe kwa khitabu ya aqil? Umar alikuwa anataka kuwafundisha wale waliokuwa pamoja na yeye, si kwamba alikuwa anazungumza na jiwe. Umar akaliambia lile jiwe, inni la a'lam, mimi najua ilmu ya yaqini kwamba wewe ni jiwe, la tadhuru wala tanfa, huwezi kudhuru wala huwezi kunufaisha, huwezi mfikishia mtu madhara wala huwezi mfikishia mtu manufaa, kwa sababu aliyemiliki mambo haya mawili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadhalik Mustafa? Haya yote yako biyadi Allah jalla wa ala. In yamsaska Allah bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. In yamsaska Allah huwa alladhi yamsaska bidhurr, kadhalika wa in yamsaska bikhair. Inni la a'lamu annaka hajar, mimi najua kwamba wewe ni jiwe, la tadhuru wala tanfa, hudhuru wala hunufaishi. Naam ya Umar, kwa nini sasa wenda kulibusu wewe? Akasema Umar radhiyallahu anhu, walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk, lau kama sikumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja akakubusu, basi na mimi singekubusu. Kwa hivyo kitu kilichonifanya mimi nikubusu ni kufuata sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam peke yake, si kwa malengo mengine. Kwa hivyo hapa Umar radhiallahu anhu anawafahamisha walimwengu wote kwa jumla
Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu hata wale wasiokuwa Waislamu wakiwaona watu wameenda haji wanasema wale wanakwenda kuliabudu lile jiwe. Hata nyimbo hasa zimetungwa, kama mshawahi kuona Wakristo wa Tanzania waliwahi kutoa nyimbo wakawa wanaimba kwamba kuna jiwe kule Makka Waarabu wanaliabudu, mpaka watu kutoka Tanzania pia wanaliabudu, na mengi sana waliyazungumza. Kwa hivyo sisi hatuendi kuabudu jiwe, wala hatuendi kuabudu al-Kaaba, wala hatuabudu Safa wala Marwa. Sisi tunafanya kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyofanya. Kadhalika baqiyatu manasik al-hajj, vile vile ibada nyingine tunazozifanya kule haji tunafanya kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya. Tunarusha mawe inda al-jamarat 7 hasayat, tunarusha mawe vijiwe 7. Kwa nini tunarusha? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya. Amma ma yudhkar min ba'dhi al-kutub أننا نرمي الحصيات 7 لأن إبراهيم عليه السلام جاءه شيطان أو إبليس لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل، فهذه الروايات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alirusha ile mawe kwa sababu Nabii Ibrahim alayhi salam alipotaka kumchinja Ismail alikuja Iblis, shaitan, akamshawishi asifanye, akaondoka pale akaenda sehemu nyingine, takriban sehemu 3. Kwa hivyo hizi ni riwaya ambazo hazikuthubutu kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Wala watu wakenda kurusha mawe hawendi kumpiga shaitani kama wanavyofikiria baadhi ya watu. Na watu wanakwenda pale wanafanya na vituko na vichekesho kuchekesha watu. Achukue jiwe kubwa la kilo 5, kilo 20 alirushe, hata mpiga shaitani. Hivi shaitani akae tu watu milioni 4 wampiga mawe asimame tu asikilize mawe yanamuingia? Kweli hii hata kwenye akili inaangilika akilini? Hata akili ma yakubali. Kwa hivyo nahnu naamal, tunafanya hizi ibada kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya.